mimi nimefika hapa leo, kwanza nitoe shukrani zangu kwa watu wa Buri na watu wa Timau kwa sababu ya kura zenu. Mimi nasema asante sana jameni. Na tulikubaliana tukimalizana na mambo ya kura, kazi ndio itaendelea. Si ndio? Na ndio nimekujia hiyo kazi hapa leo. Hapa nimekuja kuanzisha mpango wa ujenzi wa manyumba, ile program yetu ya housing. Nimekuja kuanzia hapa hiyo program, na mimi nataka niwaambie watu wa Meru, phase 1 ya program yetu ya housing, tunajenga nyumba 10,000 hapa Meru County. Tumekuja kuanzisha the first 320 houses hapa Timau. Tunaelewana? Na nitaanzisha zingine kesho, na nitaanzisha zingine kesho kutwa. Na mpango yetu ni kuhakikisha kwamba hizo nyumba 10,000, tunahitaji vijana 20,000 ambao watafanya kazi katika hiyo mpango. Vijana wa Timau mko tayari? Vijana wa Timau mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Kwa hii program ya housing, tunaanzia kazi ya vijana kule kwa factory ya simiti, kutakuwa na vijana wanafanya kazi huko. Kule kwa factory ya chuma kutakuwa na kazi ya vijana wa kufanya kazi huko. Wale watu ambao wanafanya architects, tuko na kazi ya engineers, tuko na kazi ya quantity affairs, tuko na kazi ya masons, tuko na kazi ya metal fixers, tuko na kazi ya electricians, tuko na kazi ya carpenters, hata kazi ya mkono iko hapo. Sasa mimi nauliza wewe mtu ya Timau, kwa hiyo kazi yote mimi nimesema utashindwa kujipanga na moja? Si ujipange na ile unatoshana na wewe? Ama mnasemaje? Hapa katikati hata iko kazi ya kware, iko kazi ya kulete kokoto, iko kazi ya kulete mawe, iko kazi ya transport, iko kazi nyingine hapo katikati. Na tumepanga hiyo kazi yote kwa sababu mimi niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na mpango kamili ya kuzalisha ajira. Ndio vijana wetu wengi wamemaliza shule lakini hawana kazi, wapate nafasi ya ajira, wajisimamie na wachangie katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele kupitia kwa nguvu zao, kupitia taaluma wako nazo na kupitia kwa bidii yao. Vijana wa Meru tutasaidiana na hiyo kazi. Tuko pamoja. Jambo la pili, mimi nimefika hapa vile kwa sababu ya mambo ya barabara. Wakati mimi nilisimama hapa niliwaambia hapa kwenu tutawapangia mambo ya barabara. Tunaelewana? Nimefika ofisini kule nikakuta madeni imetoka hapa mpaka New York. Nikasema wacha kwanza nipambane kulipa hii madeni. Unajua ile jamaa wa rege walifanya rege wakasahau kulipa madeni. Madeni ikapambana. Sijui kama mnanielewa. Lakini sasa nimemaliza hiyo kazi, ndio nimekuja hapa kuendesha sasa kazi ya maendeleo na kupanga hii, kwa sababu kama singelipa hii madeni, hii Kenya yetu ingepigwa mnada. Mnataka Kenya yetu iweke kwa auction? Hata mmesikia imepigiwa kengele. Si lazima tumalizane na wale. So nimepangana na watu wa World Bank, watu wa IMF, watu wa development partners, marafiki wengi, na sasa mambo yetu iko sawa sawa. Na ndio sababu hiyo hapa Timau, hii town yenu ndio ikae kama city, ni tuwajengee hizi barabara. Hapa Timau town tutajengea karibu kilomita 5 ya Timau town. Tupange hapa tuweke lami, ndio tutoe vumbi, mtu akikuja Timau anakuja kama amekuja city. Ama namna gani? Vile tunajenga hii barabara yenu. Sasa barabara kutoka hapa tumekubaliana tunajenga barabara hii mpaka kule Mumero. Tumejenga barabara kutoka Makutano mpaka Ngarendare kilomita 43. Na nimekubaliana na huyu contractor, ndani ya mwaka 1.5 hii barabara iwe imekamilika. Tunaelewana? Watu wa hapa tumekubaliana. Na tumekubaliana ya kwamba wale watu watafanya kazi kwa housing, wale watu watafanya kazi kwa hii barabara. Hapa vile tunajenga soko, kwa sababu niliwaambia kina mama mboga pia atafanya kazi mahali kuna heshima. Nimeweka milioni 50 ya kujenga soko yenu hapa. Na mimi naenda kuanzisha hiyo soko, ujenzi wa hiyo soko leo. Nyinyi mnanielewa? Hiyo kazi yote itafanywa number 1 na vijana wa hapa wakiwa mbele. Kwa hivyo nyinyi vijana mjipange. Vijana wa Timau mko tayari? Vijana wa Timau mko tayari? Vile
mimi naenda hapa Kerwa kwenda kwa Technical Training College, kwa sababu njia ya pili ya kuzalisha ajira Kenya ni ile mpango tuliwaambia katika manifesto yetu ya digital jobs, na ndio sababu hiyo tumebadilisha hata sheria ya CDF. Huyu mjumbe wenu na wabunge wengine wamebadilisha sheria ya CDF. Sasa CDF itakuwa ya kujenga shule na vile vile kila ward katika Kenya, tukianza na hapa Timau, kila ward tutakuwa na ICT hub. Mahali hawa vijana 300-400 wataenda, mimi nitalete kompyuta, na tayari nimeongea na Wajerumani, nimeongea na Wamarekani, nimeongea na Wafaransa ya kwamba vijana wa Kenya watafanya kazi katika kampuni zao wakiwa hapa Kenya. Vijana hapa mko tayari? Mko tayari? Kazi ya Lindikiri ni kujenga ICT hub. Mimi nitatuma waziri wetu Owalo atawaletea kompyuta, na nimeweka pesa ya mafundisho ya hiyo kompyuta milioni 120. Kazi yenu vijana ni kwenda pale kwa ICT hub, kazi yenu ni kufinya kompyuta, mufanye kazi, muweke pesa kwa mfuko, twende mbele pamoja. Mimi nauliza wewe, mtu wa hapa Tigania, watu wa Timau, sorry, mtu wa Bori, mtu wa hapa Bori Timau, kompyuta ikiletwa hapa nyinyi mtashindwa kufinya hiyo kompyuta mpate ajira? Mtashindwa? Mtafanya? Nilikuwa nasikia wale jamaa wale wa maandamano na fujo ati wanajaribu kuuliza maswali mimi, kuniuliza vile nimepanga ajira ya Wakenya hapa Kenya. Mimi nataka niwaambie, this is the administration that has a deliberate intentional plan on creating jobs in Kenya. Our housing plan already employs 130,000 young people in Kenya, from architects to engineers to masons to plumbers to electricians and all other trades, including in steel manufacturing factories, in cement manufacturing factories, and many other areas of transport. We have created 130,000 jobs. In our plan on digital jobs, we already have 120,000 young people in Kenya today who are monetizing their talent. They are working remotely on digital jobs, 130,000 of them. We have already negotiated another 500,000 jobs on export of labor. That is our clear plan. I want you to tell the country what is your plan before you ask me many questions. Ama namna gani? Si hawa watu waseme kazi mpango yao ni gani? This is the only time in the history of Kenya that a government has clarity on how jobs will be created for the young people of our nation. And we are not going to be distracted. We are not going to be derailed. We are not going to be sabotaged. This plan must succeed because our young people must get jobs and Kenya must move forward. Tunaelewana jameni? Sasa unasikia watu mti Timau, wacha nikwambie. Unajua hawa watu walikuwa wananiuliza maswali, nimewauliza hata mimi. Sasa mpango yetu, hii housing itatupatia ajira. Hiyo program ya digital jobs itatupatia ajira. Export of labor itatupatia ajira. Mimi nauliza hawa, na hawataki ati nifanye hiyo kazi. Wameenda kotini ati wanataka kuzuia hii housing. Wanataka kuzuia digital jobs. Wanataka kuzuia export of labor. Mimi nikawauliza, kwani nyinyi mko na mpango gani kwa hawa vijana? Kwa sababu lazima tupange ajira ya hawa vijana. Nasikia waliniambia nini? Ati wamepanga maandamano. Sasa nikuulize wewe mtu ya Timau, maandamano ni kazi mtu anaweza kwenda kufanya? Ati uache kazi ya housing uende ufanye maandamano? Ati uache kazi ya digital job uende ufanye maandamano? Si hawa watu wanatuchezea karata ya bure? Ndio mimi nimewaambia wacheni mchezo, tunataka Kenya isonge mbele. Watu wa hapa Timau, mimi nauliza nyinyi, kazi ya housing iendelee ama isiendelee? Kazi ya digital jobs iendelee isiendelee? Export of labor iendelee isiendelee? Hebu ni wale wala wanasema iendelee. Si tunataka ajira jameni? Ama mnasemaje watu wa Timau? Hiyo ndio mpango yetu, tunasukuma mbele. Ya pili, mimi nataka niko na shukrani watu wa Timau, kwa sababu nyinyi ni watu wa bidii. Wakati tuliwauliza
njia ya kuondoa njaa Kenya ni kuzalisha chakula. Ni kweli ama si kweli? Unga haitoki kwa duka, unga inatoka shambani. Ama huku kwenu unga inatoka kwa duka? Si lazima watu waende shambani ndio tuzalishe chakula? Ndio hatua yetu kama serikali ya kwanza ili kusaidia kuzalisha chakula Kenya. Tulichukua hatua ya kwanza, tukapunguza gharama ya mbolea kutoka 7,000 saa hizi ni 2,500. Na mimi nawahakikishia wakulima from next week tutakuwa na mbolea katika ile depots yetu yote. Mimi nawauliza wakulima wote, hata wale mlikuwa mnatumia gunia moja, mimi nataka niwasihi mtumie magunia 2, ndio tuongeze mapato, tuzalishe chakula zaidi, ndio tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Timau, tunakubaliana? Sio ndio njia ya kuzalisha chakula? Na mimi nataka niwaambie Wakenya ya kwamba ili tuzalishe chakula ya kutosha, tujue ya kwamba saa hizi tunaagiza chakula kutoka nje. Tunalipa bilioni 500 kila mwaka kuagiza mahindi, mchele, sukari, edible oil, sijui chakula gani, na hiyo chakula yote tunaweza kusalisha hapa nyumbani. Na ndio mpango yetu ni kuhakikisha kwamba kila mkulima tumsaidie, na hata wewe kama uko na shamba mahali popote, kila mtu arudi shambani, tuzalishe chakula, ndio tufukuze njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Timau, tutasaidiana. Mimi nimeona hapa nyinyi ni watu wa bidii. Mimi nasema pongezi. Nyinyi mnafanya bidii, mnatusaidia kuzalisha chakula. Wakati wale walikuwa wanavaa sufuria wakienda maandamano, nyinyi mlikuwa shambani. Saa hizi wanatuuliza sijui nini. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hapa vile vile mimi naenda kuwafungulia ile cold room ambayo tumewatengenezea hapa, ya viazi, ya tomatoes na nini. Na vile vile tunajenga hapa Buri County Aggregation and Industrial Park. Mimi nimeweka milioni 250. County government ya Kawera Mwangaza wameongeza milioni 250. Na tunajenga hiyo county aggregation pamoja, kwa sababu ndio itasaidia wakulima wetu hapa wapate mahali ya kufanya value addition, wapate mahali ya kufanya processing, ndio mkulima aweke pesa mfukoni na sisi wa Kenya tupate chakula. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Ndio mimi nimekuja hapa kuwauliza kama hii safari tunaenda pamoja ama nyinyi watu wa Timau mtapaki nyuma. Vile vile mambo ya matibabu ni vile mmesikia, tumepitisha sheria 4 ya kuweka msingi sawa ya kisheria kwa mpango ya kuhakikisha kwamba mtu Mkenya asiuze tena ng'ombe yake ama mali yake kulipa gharama ya hospitali. Sasa mambo ya gharama ya hospitali, hata cancer, hata diabetes, hata hypertension, sasa tutakuwa tunalipa kama serikali ya Kenya. Na ndio sababu hiyo program yetu mpya ya universal health coverage tumeweka mpango kamili, na hata ile niliwaeleza wale mnalipa 500 kwa NHIF. Sasa kama mapato yako iko chini, tutakusaidia tupunguze ikuje 300. Na ule mtu ambaye ule mtu ambaye kabisa hawezi, sisi tutamulipia kama serikali ya Kenya. Ndio kila Mkenya awe na bima ya afya, aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Watu wa hapa Timau, tumeelewana? Tuendelee na hiyo kibarua, tuendelee na kazi. Na mimi vile vile nataka niwaambie, jameni, tunataka watoto wetu wote wasome. Na ndio sababu mwaka uliopita tuliajiri walimu 56,000 wapya wa kusomesha watoto wetu. Mwaka huu tena mimi napeleka mapendekezo bunge tuajiri walimu wengine 20,000, kwa sababu tunataka mtoto wa maskini na tajiri wapate nafasi sawa ya kusoma shuleni, na mtoto asiende shule akose mwalimu. Nyinyi mnanielewa? Na nimeweka pesa budget ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wa JSS, watoto wetu wa primary school, watoto wetu wa secondary school, wale wa TVET, wale wa university, tumeongeza pesa ya kusomesha watoto wetu kwa shilingi bilioni 127 mpya, because education of our children
is important, and we don't want any child to be left behind. Mimi nataka nirudie nikiwa hapa Timau, kwa sababu kuna wasimamizi wengine wa shule wanauliza wazazi ati pesa ya serikali ya JSS imechelewa, wewe lipa fees. Mimi nataka niwatangazie, kama serikali ya Kenya tumetoa pesa kwa mwezi huu peke yake, mwezi wa Januari tumetoa bilioni 62 ya kusomesha watoto wetu. Pesa ya primary, pesa ya secondary, pesa ya JSS, pesa ya TVET. Sisi kama serikali ya Kenya tumetoa hiyo pesa. Hakuna mzazi ataulizwa pesa shuleni, atotoa pesa fulani ati kwa sababu serikali imechelewa. Serikali imechelewa wapi? Nyinyi mnanielewa? Kwa sababu unajua kuna watu wajanja wako huko. They want to take advantage of innocent parents. I want to say, for the avoidance of doubt, money has been provided by the government of Kenya. This month alone, we have released 62 billion shillings for the education of our children in primary, in JSS, in secondary, in our TVETs, and in our universities. And therefore, no education official is allowed to demand any money that is not legitimate from parents. Kwa hivyo, mimi nataka tuelewane hivyo. Nyinyi watu wa Timau tutasomesha watoto? Si tunataka kila mtoto asome? Ama mnasemaje? Na ndio tumeweka pesa nyingi kwa masomo ya watoto wetu. Kwa hivyo, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Unajua mimi nimeajiriwa na nyinyi, lazima niwapatie report ya ile kazi mmenipatia mahali imefika. Si ndio? Tumekubaliana? Sasa kwa sababu ya masaa, wacha nimuite Rigiji